wachezaji wengine wapya. Nataka uniambie kwa wachezaji 7 Mzamiru pia ndani ameachwa pale, namna walioachwa unaweza kusema nini kwa tathmini yako kwa wachezaji 7 ambao wamepewa thank you? Ni jambo jema ambalo uongozi wa klabu ya Simba umekuja nalo katika mkakati wa kwenda kutengeneza Simba imara na bora zaidi, na hasa focus yetu ya msimu ujao ni kuchukua ubingwa wa CAF Champions League. Ulimsikia mwekezaji akisema kwamba matamanio yake makubwa ni kuchukua CAF Champions League, Mohamed Dewji Mo, lakini pia ulimsikia Jeruti alisema anataka kuifanya Simba iwe bora kuelekea msimu ujao, walau tufike finali ya mashindano haya makubwa barani Afrika. Kuachwa kwa wachezaji hawa 7 kama Mzamiru Yasini ambaye ni legendary ni katika hatua za kuifanya Simba endelee kuwa bora kila uchao. Ukiangalia Simba msimu uliopita ilianza katika nyakati ambayo sio nzuri, ikawa dirisha dogo, uongozi wakafanya mabadiliko ambayo yaliingiza maingizo mapya kama 5 ambao ndio wamefanya klabu ifanye haya mazuri ambayo tunayaona mpaka hivi sasa. Kwa Mzamiru Yasini, Dak Chasambi, Joshua Mutare, unamwona Shamu Karabo wanapewa thank you, Musa Pimpin Kamara. Ni kwa sababu tunahitaji quality zaidi ya wao ili Simba iweze kufikia malengo makubwa ambayo tumejiwekea msimu ambao unaokuja. Kwa hiyo kimsingi kwa Mzamiru Yasini kama viongozi wa Simba na waomba waweze kumpa heshima ya kumwaga rasmi kwenye tamasha kubwa ambalo litaheshimisha urejendari wake ambao zaidi ya miaka 10 ametumikiana na klabu ya Simba kuliko kumwaga hivi kwenye Instagram. Kwa hiyo ni katika hatua za kuboresha timu. Ndio maana unaona mtu kama Kericho, mtu kama Kevin Nation, Chobwedo, mtu kama Faisal, mazungumzo yanaendelea, na unaona Simba ilikuwa mpeka pia ofa kwa Fiston Mayele ambaye ameelekea Al Tripoli. Ni katika hatua za kufanya Simba endelee kuwa bora kila uchao. Unaona pia ameachwa Jonathan Soa, mmoja wa washambuliaji bora, anabakia Selemani Mwalimu na Inos Jospin Lyon, huku wakiendelea kuscout kwenye maeneo mengi kama kule Asec Mimosa pamoja na Mali, kwa kwamba wanapata mshambuliaji mwingine hatari ambaye atakuja kuongeza ubora kwenye eneo la ataki. Wanachama na mashabiki wa Simba tumesema the waiting is over. Tumesubiri vya kutosha. Msimu ujao tunataka ubingwa wa NBC Premier League ambao tumeukosa padogo sana msimu huu kwa sababu za hapa na pale. Huwa tunaongea sana, he's a friend of mine, huwa tunazungumza. Kilichosababisha mpaka apewe mkono wa kwaheri kwanza ni majeraha ya muda mrefu ambaye amekaa nje ya uwanja pasipo kucheza baada ya kupata majeraha na kufanyia upasuaji nje ya nchi. Lakini pili, kocha ameona mchezaji huyu ambaye amekaa muda mrefu yeye akirudi kwenye kikosi ana assurance ya kunipa kile ambacho alikuwa nacho. Jibu ni ndio au hapana, kwa sababu hatuna uhakika huo. Kwa hiyo akasema wasibeti, kwa sababu anakwenda yule ni international player. Unapomsajili maana yake unazuia sajili nyingine ya kimataifa isiingie badala yake. Kwa hiyo sio mchezaji wa ndani. Labda kama ingekuwa ni mchezaji wa ndani ambaye haitegemei aacho mchezaji wa nje ili asajiliwe, ingekuwa rahisi. Ndio maana unaona wameopt kuja na mbadala wa kumwacha waje na mtu mwingine ambaye ni Mamadou Kasari Jibla. Kwa hiyo kimsingi maamuzi ambayo wafanya viongozi maamuzi sahihi, na mimi kama mwanachama na shabiki tunataka klabu ya Simba nimeunga mkono. Ni katika kuifanya Simba kuwa bora zaidi. Aliachwa Aishi Manula kama unakumbuka, kule top level ya ugolikipa Tanzania. Mlikuwa mshamkangua ukoko benchi, mmeweka muda mrefu benchi. Sembuse Musa Pimpin Kamara. Kwa hiyo wanachama wa klabu ya Simba waunge mkono jitihada za viongozi na ushauri ambao na maamuzi ambao wameyafanya kuelekea msimu ujao, tuwe na timu bora. Mimi nawaambia Simba hii ambayo yupo Jeruti, yupo Mohamed Mo, yupo Mangungu, mmoja wa viongozi bora sana ambao tunao, inakwenda kufanya wonders kwenye dirisha la usajili, na msimu ujao tutakuwa timu bora ambayo itachukua ubingwa na kufanya vizuri kwenye mashindano ya kimataifa ya CAF Champions League. Ndio ambalo focus yetu iko huko. Mmemkosa Mayele na weka bilioni 5 kuinasa saini ya Fiston Kalama. Mimi nikiwa shuhudia ametumiwa request Mayele, naoneshwa na bosi, si unamtaka Mayele, bosi anaambia Jeruti huyu hapa nimtumia request ya bilioni 5 kwenye management yake. Nani Mayele akakubali, akasema subiri World Cup uishe tufanye mazungumzo. Unaona vizuri, nione kama ofa hii inanitosha. Mshahara kawekewa milioni 150. Unaona vizuri. Sasa baada ya kufunga, sikiliza basi, mimi ndo nakwambia Dr. Mo, baada ya kufunga lile goli Fiston Kalama Mayele World Cup goli la pili, thamani yake kule transfer fee ikapanda maradufu. National Ahli wakapeleka offer dola milioni 5, lakini Ahli Tripoli ya pale Libya wakapeka dola milioni 7 mezani, mshahara milioni 240, wanamnunulia benzi na nyumba kule. Sio nzuri. Ndio maana wakaamua kufanya, ndio maana akaamua opt kucheza wapi? Kucheza Libya kuliko Simba. Lakini bosi anatoka anakuja asubuhi na kutangaza tayari Libya wameshamchukua. Alikuwa shakubali kuongeza pesa.
Nakuona una haraka kidogo, tunataka tugeukie kwa Yanga sasa. Kocha mkuu wa klabu ya Yanga yupo, hata wanachama wenyewe wa Yanga kutamka jina lake sasa hizi wako tuition pale kwa Simba kutafuta jina la kutamka jina la kocha wa Yanga. Usajili wa kocha mpya wa Yanga na namna ambavyo umeangalia Yanga msimu uliomalizika, unaiona Yanga wapi msimu mpya ukianza? Msimu ujao wajiandae kutukabidhi kikombe Yanga Afrika. Simba hii ambayo Jeruti ameweka ahadi kubwa. Wana Simba tunue jezi kwa wingi kuelekea msimu ujao hii timu iweze kufanya vizuri. Kocha ambaye msajili Mankoba ni kocha wa kawaida wa daraja la kawaida ambaye anapaswa kuwa ni kocha wa mashindano haya ya Imbeju Ndondo Cup ambao mimi Dr. Mohamed Hamisi ni balozi wa CRB Marathon. Unaona vizuri? Sio vizuri. Kwa hiyo kocha Mankoba anapaswa kuwa kocha wa timu za Ndondo Cup kama Madenge na Mzimuni ambao Imbeju Ndondo Cup wamekuja naye mwaka 2026. Bwana mimi sikuchoka sana Mwai Tajiri.